الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيقول رب العزة والجلال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Kiongozi wetu, shekhe wetu wa mkoa huu, Sheikh Walid ibn Sheikh Al-Hadi Umar Kawambwa El-Kashaji, mwenyeji wetu ambaye mara zote amekuwa ni hodari mstari wa mbele kwa watu wake wa wilaya yake, bali hata walio nje ya wilaya yake, kaka yangu Sheikh Kidebe, bila ya kumsahau pia shekhe wetu wa kata hii aliyeturahibu punde tu. Kwa bahati mbaya nilishatoa udhuru mpaka wa muda wa kuondoka, na muda wangu wa kuondoka ushafika. Tangilia rami nasema kiduchu tu, kwa kuwa shughuli zipo nyingi, na babangu aliwahi kuniambia watu wakikutaka watake, ukiringa utakuja kuwataka wakati hawakutaki tena, na kila mahala wanatuhitaji, tuwie radhi kwa hilo. Wakati mwingine unaweza ukatuliza akili zako ukaamini unalofanya la maana, kumbe unafanya upuuzi. Utokea mtu kwa mapenzi aliyo nayo kwa mkewe na yote anayomfanyia mkewe, ufika akaona ni jambo la mbolea, akamweka mkewe mbele ya simu yake. Kumbe anaamini haya ni sehemu ya mapenzi, kumbe anaandaa misingi ya fitna kwenye nyumba yake, na watu macho wanayo. Wakati mwingine huja ukamwona mtu kwa furaha ya Allah kumjalia kupata kibanda, akaona raha kurusha katika mitandao kwamba hiyo ndio nyumba yake, watu waione. Lakini kumbe anafungua mlango wa fitna na machawi apate kurogwa. Akipata pikipiki anajirusha, akipata kagari anajirusha. Unaonaje ungeamua kurusha matendo yako kwa Mungu badala ya kurusha vitu ambavyo vinaweza vikakutoka wakati wowote? Nini faida ya watu kujua ulivyo navyo? Ni sehemu katika ushamba. Lakini ushamba huo unaweza ukasogea mbele kidogo. Baada ya miezi mitatu daktari kumthibitishia kuwa mkeo mjamzito, anaweka vanga disco, mkewe mjamzito. Akijifungua mkewe anaweka vanga, goma la Kizaramo, kisiki, disco. Ikifika 40 anamtoa mtoto wa 40 kwa vanga ama disco. Baadaye tunashangaa pale midizini wakabaji wamezidi. Wametoka wapi? Kumbe ndio wale tokea mimba ni ngoma tu.
ndio watoto hawa. Unamwona mtu mzima anazeeka, lakini kumbe ndio anazidi kufyatukiwa. Kwa nini? Muda hautoshi. Al-Ummu Rumaida, mama yake Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anha, ni mama wa mfano. Dada zangu, mama zangu, kidogo tu someni hapa kwa mama huyu. Mtume Muhammad alipoingia Madina, kisa kirefu na kutaka hapa, siku ya pili alimshika mkono mwanawe Anas ibn Malik Unais wa huwa ibn 10, akiwa ni mtoto mwenye umri wa miaka 10. Akaenda akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ardhi ya Madina Taiba, hakuna mtu yoyote aliyesalia kwa furaha ya ujio wako ila alikuletea zawadi. Mimi mama yake Anas sioni kuwa nina zawadi ya kukuletea zaidi ni kukabidhi mwanangu Unais, yani Anas bin Malik, na kukabidhi awe mwanao akutumikie utakavyo kuanzia leo tukujuliwa kwako. Anas ana umri wa miaka 10. Mtume anamchukua Anas, anachezea nywele zake, anamtemea mate na kumwombea dua. Anas leo anatajwa katika masahaba wakubwa waliopokea hadithi nyingi za Mtume Muhammad, lakini ni katika bonge la matajiri wa kweli. Sio wewe mwenye vibanda vitatu Chanika na Mbutu unatamba mjini una hela, kumbe nyumba zenyewe ziko Mbutu. Anas alikuwa ni tajiri kikweli kweli, sahaba aliyekuwa na mali lakini hajawahi kutamba na kusumbua watu mjini. Kuna watu wanatusumbua mjini hapa. Yaani unahisi kabisa huyu kama sio zaidi ya Baresa au wanafanana, kumbe hana lolote, shida tu mjini. Yaani kuna watu wakiwa na milioni 2 mfukoni zinawasha namna hii, au nitakutwende agiza utakata milioni 2 tu kapata leo, kesho anao. Lakini ndio mjini na ndio Dar es Salaam. Dar es Salaam inabidi ikusanye kila aina ya watu, waungwana, watwana, wenye akili timamu, mazoba, wote ndio inakuwa Dar es Salaam. Na ndio maana hakuna mji unaweza kufanana na Dar es Salaam, hata kama umetunyang'anya kupeleka Dodoma. Dar es Salaam itabaki kuwa Dar es Salaam, na mtashindwa nyinyi, mtaondoka, si mtakuwa chapa hiyo kachumba tu. Anas ibn Malik, mama yake aliona mtu wa maana kumkabidhi mwanae ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi watoto wetu walipozaliwa, watoto wetu walipokuwa, tuliwakabidhi akina nani? Wewe mwanao umemkabidhi nani? Acha hiyo. Alipofariki baba yake Anas, inatajwa mama yake Anas alinyoka, alikuwa chuma kweli kweli. So tabia yake, alikuwa mwanamke mzuri kweli kweli, kwa muonekano mzuri, sikosea kuteua. Abu Talha wakati ule ni kafiri, hajasilimu, mmoja katika matajiri wakubwa wakati ule katika ardhi ya Madina. Abu Talha akaona zali mimi nikamtaki mwanamke yule. Mwanamke alimwambia, huna hadhi ya kukaa juu ya kifua changu, katafuta anayefanana na wewe. Mama yake Anas ana hali ngumu ya uchumi,
anakuja kutaka kumuoa mtu tajiri kweli kweli, kwa sababu ya Uislamu. Alimwambia katafute anayefanana na wewe, mwanao wewe, dada yako wewe. Sio aliyesema kama kunikosea radhi nikosee radhi, lakini mimi na huyu damu watu wachana.